yako ili kwamba ulimwengu tambue kwamba yuko Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Huyu Mungu ndiye aliyeplani na kujua kwamba mwanadamu peke yake hawezi. Ndio maana Yesu Kristo akasema msiondoke. Jamani, naenda kwa Baba. Nenda kwa Baba. Ndio. Nitamwomba Baba ili atupe msaidizi. Ninamwomba Baba ili atupe msaidizi. Maana ameangalia ulimwenguni shetani anawasumbua, amejua jinsi waliofungwa, anajua jinsi wanaopata tabu, akalitazama hili. Akasema peke yao hawawezi, wanahitaji msaidizi. Kwa hiyo akasema jamani, nakwenda kwa Baba. Nikienda kwa Baba, nitamwomba Baba ili kwamba awape msaidizi. Msaidizi anakuja kwenu. Ulimwengu hawezi kumtambua, ndio siri. Hatuna nguvu duniani kama nguvu ya Roho Mtakatifu. Hakuna nguvu duniani inayozidi nguvu ya Roho Mtakatifu. Jamani, nguvu ile ya Yesu Kristo ambayo nasema alikuwa ndani yake. Huyo Roho Mtakatifu ndiye aliyemfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Ana uwezo, ana nguvu. Sasa huyo Roho Mtakatifu anataka akae ndani yako. Akae ndani yako. Kitu gani kitatokea kikae ndani yako? Kitu gani kitatokea Roho Mtakatifu aishi ndani yako? Ni miujiza, ni maajabu, ni uweza, ni mamlaka, ni watu kufunguliwa, watu kuwekwa huru, watu kwa imani kuacha dhambi, watu kumjua Mungu, watu kunena na Mungu peke yao, watu kufunuliwa, kujua na karama za Mungu zikoje, kujua uwezo wa Mungu, kwa sababu Roho wa Mungu anakaa ndani yao. Yule Roho Yesu aliyesema kwamba atakuja kwenu, akasema nanyi mtapokea Roho